Karibu katika Stella Media, mahali ambapo nakuletea habari zenye ukweli na uaminifu. Mimi ni Stella Munabi. Katika viunga vya bunge, Finance Bill 2026 imegeuka kuwa uwanja mpya wa mapambano ya kisiasa kati ya serikali na upinzani, huku mjadala mkubwa ukiwa ni ushuru na gharama ya maisha. Kamati ya bunge ya fedha na mipango imeitetea mswada huo, ikisema imepokea zaidi ya maoni 100,000 kutoka kwa Wakenya na tayari imekubali marekebisho kadhaa kutoka hazina ya kitaifa pamoja na mamlaka ya mapato Kenya KRA. Baadhi ya hoja zinazozua mjadala mkubwa ni ushuru kwenye simu za mkononi, mavazi ya mitumba pamoja na mapato ya nyumba za kupangisha. So ignore all the propaganda or all the misinformation and disinformation that there is added taxation on mitumba. There is no, in our reports, any increase in taxation for mitumba. The third matter is on rental income tax. We have heard people say that there is increase in taxation for rental income. We want to guarantee the country there is no any increased taxation on rental income. Kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah pia amepuuza hofu kuhusu ongezeko la housing levy, huku akiwashutumu baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kueneza upotoshaji. This propaganda began with the Honorable Kalonzo Musyoka telling the world that the finance bill of 2026 was converting all freehold land into leasehold. And we challenged them to show us where in this bill that was, and it wasn't. They have since moved now to mitumba, to funds, and to rental income. Hata hivyo, upinzani unasema mswada huo ni mzigo kwa wananchi wa kawaida, wakidai unatumia istilahi za kiufundi kuficha athari zake kwa wananchi. The finance bill of 2026 is punitive to the common mwananchi, and that has to go. You know, they are trying to bring some jargons or zero rating to exempt, to tax exempt. Those are jargons that they are just using to ensure that mwananchi suffers further. Wabunge wa upinzani pia wanadai kuwa mswada huo utalenga kodi kwenye majukwaa ya kidijitali na huduma za kifedha, jambo linaloweza kuathiri watumiaji wengi na huduma za mobile money. 94% of Kenyans use a platform called M-Pesa and Airtel Money. Those two platforms lies under this clause, which they have introduced to tax anything you do on your mobile banking, you do on your mobile transaction. Zaidi ya hapo, wabunge wa upinzani wameishtumu spika kwa kuzuia kura ya mchujo baada ya kudai kuwa waliwasilisha idadi ya wabunge 31 waliotaka kura hiyo kufanyika kwa kuhesabiwa mmoja mmoja. We called for a division 31 members and the speaker refused for us to be head counted so that people will know who voted yes and who voted no to the finance bill as it was proposed. Serikali kwa upande wake imepinga malalamiko hayo, ikisisitiza kuwa mswada huo bado utarekebishwa kabla ya kura ya mwisho. Huku hatua ya 3 ya usomaji ikiwa karibu, macho yote sasa yako katika bunge la kitaifa kuona iwapo mswada huo utapita au shinikizo la upinzani litalazimisha marekebisho zaidi. Hayo ndiyo niliyokuandalia kwa sasa. Kwa habari zaidi na uchambuzi wa kina, endelea kufuatilia Stella Media. Mimi ni Stella Munabi. Usisahau kusubscribe, like na kushare.